Cairo Intertrade na mini hao ndo wakadi wa kukuagizia kila mizigo hadi magari. Kila chocho kuna pini, tupe posho wende mjini mteja jisikie mfalme, we gon' get it. Anataki kuendesha gari ya ndoto zake, tupe kazi tuilete gari ya ndoto zako. Kampuni ziko nyingi la Cairo na raha yake, ukiagiza wiki haikati kila mteja anapata mzigo wake. Jisikie mfalme, jisikie mfalme, Cairo Intertrade. Hello, mambo vipi? This is Mr. Sabi. Karibu katika darasa huru na leo tupo katika episode nyingine. Leo mbele yenu tunawaletea gari ambayo ni gari ya mizigo, gari ambayo unaweka hela yako na hela yako una uhakika itarudi. Hii inaitwa Suzuki Carry Truck. Hii ni gari ya mwaka 2003 ambayo tumeiagiza, imefika na sasa ipo tayari kwa ajili ya kwenda kukabidhiwa kwa mteja wetu. Lakini kabla ya yote naomba nikwambie kwamba sisi ni waagizaji na wauzaji wa magari na tunapatikana Dar es Salaam Posta. Mtaa unaitwa Samora Avenue na jengo linaitwa PSSF Samora House. Pia tunafanya clearance ya mizigo mbalimbali katika bandari ya Dar es Salaam, airport ya Dar es Salaam pamoja na mipaka yote ya Tanzania. Hivyo kama unahitaji kuchukua namba zetu zinapatikana chini kwenye maelezo. Karibu. Watazamaji wetu, hizi gari zipo za aina mbili tofauti. Hizi za kampuni ya Suzuki zinaitwa Suzuki Carry Truck, lakini pia kampuni ya Toyota nao wanaza kwao ambazo zinaitwa Town S. Sasa tofauti yake ni moja. Suzuki Carry zenyewe zina uwezo wa kubeba mpaka tani moja, japokuwa uzito ambao umekuwa recommended huwa ni kilo 650 mpaka kilo 700, lakini ina uwezo wa kubeba mpaka tani moja. So hizi mara nyingi zinakuwa zina muonekano mdogo kama huu. Hivyo wewe ambaye unatutazama ambaye unahitaji gari ya wastani ambayo ni ya kubeba mzigo ambao hau tani moja, basi hii inakuwa inakufaa. Lakini kama unahitaji gari ambayo ni ya kubeba mzigo mkubwa zaidi mpaka tani 2, basi hii haikufai, unatakiwa uchukue ya kampuni ya Toyota ambayo inaitwa Town S. So hizo ni details za mwanzoni ambazo ningependa uweze kuzifahamu wewe ndugu mtazamaji. Lakini mbali na hayo, tumejitahidi zamu kuleta gari ambayo kidogo ina muonekano mzuri. Hizi gari zinatofautiana muonekano yake ya mbele kutokana na mwaka wa matengenezo. So kama hii hapa ni ya mwaka 2003, kwa hiyo imekuja na muonekano tofauti kidogo. Zingine zinakuaga ziko flat hapa mbele, lakini kama hii hapa imekuja kutokea hapa mpaka hapa ni kama ina kikavu kingine kidogo. Yes, kutokea hapa mpaka hapa ni kama ina kikavu kidogo, hapa imetuna kidogo hivi. Taa zake hizi zinakuwa ziko ndefu. Zile za miaka ya nyuma taa zake nyingi zimekuwa ni za duara. Lakini hizi hapo miaka ya nyuma anamaanisha mwaka 2000 kurudi nyuma. Kuanzia mwaka 2001 nyingi taa zake zinakuwa ni ndefu kama hizi hapa, lakini pia zinakuwa zina muonekano kidogo ambao unakuwa unavutia. Umeona Lakini zipo ambazo hapa katikati zinakuwa zina logo ya S, zingine zinakuwa zimeandikwa Suzuki kama hii ilivyo. So naomba tuje upande wa ndani tuweze kujionea haraka. Kiukweli gari hii haina mambo mengi sana ambayo yanaweza kukushangaza wewe mtazamaji, lakini ningeanza kukiongelea kwanza sitting capacity ya hii gari ni watu wawili. Kwa maana yake hapa atakaa dereva, atakaa labda na abiria ambaye ni amebebewa mzigo wake. Most of time gari hizi hapa ni kwa ajili ya wafanyabiashara wanaofanya biashara za kusafirisha mizigo ya watu mbalimbali. So gari yetu hii ni manual.
ambayo ni manual ambayo ina gia 5 za kwenda mbele na ina moja reverse ya kurudi nyuma, lakini gari yetu pia ina 4-wheel drive ambayo ina high na low. Kwa hiyo 4-wheel drive yake ni gari ambayo ina nguvu. Watu wengi wanapenda katika hizi gari za mizigo waweze kupata gari ambazo zina 4-wheel drive, kwa sababu unakuwa una uhakika kwenye mipando yoyote gari inakuwa ina uwezo wa kupita bila shida, hata kama imebeba mzigo mkubwa kiasi gani, kwa sababu matairi yote yanakuwa yana nguvu. Kitu kingine, gari yetu haina mambo mengi sana. Kwa mfano tukija katika upande wetu huku wa dashboard, hapa wamekuwekea AC. Kwa hiyo gari yetu hii hapa ina AC, ambapo ni AC tu ya kawaida, lakini pia ina mfumo wa feni ambao badala ya kutumia AC unaweza kutumia feni. Lakini pia hapa ina redio ambayo unaweza ukabadilisha ukaweka redio ya kisasa ukitaka, au unaweza ukaamua kuacha redio kama hii. Lakini hapa pia inakuja na kisehemu ambacho unaweza ukaweka spare zako, au unaweza ukaweka kitu chochote ambacho unaona kinaweza kikafiti katika hii nafasi hapa. Tukija katika upande huu, gari hii hapa kiukweli kama mtu ni mnene au ni mrefu hawezi kukaa comfortable. Kwa mfano kama mimi, kwa urefu wangu wa miguu yangu hapa ndio kidogo nimekaa, kwa maana yake mimi nikiwa naendesha hii gari lazima nisiwe comfortable. Huyu ni mimi sasa, umeona, ambaye mimi na futi 5.9. Umeona, nitaweza kukanyaga accelerator hapa, umeona, nitaweza kukanyaga clutch, lakini yanakuwa nimejibana. So unatakiwa pia ujue kwamba ukiwa ni mtu mnene uweze kuendesha hii gari ukiwa uko comfortable. Japokuwa hii sio gari kwa ajili ya kuendesha uko comfortable, lakini tunashumu kama wewe ni dereva ambaye ndio unategemea kupata riziki kupitia gari kama hii hapa. Mbali na hayo, vitu vyake vingi ni manyo, kama kupandisha vioo kama hivi. Vioo vyake vinapanda kama hivi, ni manyo. Yes, umeona, na unashusha zako manyo vile vile, vitu ambavyo ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo naomba nikuoneshe upande wa nyuma jinsi gari ilivyo clean, ili mradi wewe unayetutazama kama unahitaji gari kama hii hapa, basi usisite kuagiza kwetu. Angalia huu upande ambao ni wa kuweka mizigo. Gari iko mpya kabisa, kama unavyoweza kuiona. Gari ni safi, haina kutukutu, haina changamoto zozote ambazo unaweza ukakosoa. Lakini pia tukija hata katika muonekano wake wa nyuma kama unavyoonekana, yes, umeona muonekano upo safi kabisa, hakuna kutukutu. Hizi sehemu zake zote zinafunguka kama hivi. Naomba tuwaoneshe jinsi zinavyofunguka. Kwa hapa unaweza ukalaza, na hizi pia zinafanyaje, zinafunguka. Kwa mfano kama hii pia ukitaka kufungua, unaweza kufungua kama hivi. Umeona? So hapa unakuwa na uwezo wa kulaza mzigo ambao labda umetokeza upande wa kushoto kama huku pembeni, au unaweza labda umetokeza upande wa kule mwishoni. Lakini mbali na hayo, ambacho huwa kinakuwa recommended unapokuwa unamiliki gari kama hii hapa, huwa kuna namna ya kuongezea urefu au nguzo katika hii hapa. Kwa hiyo unachokifanya ni unaenda kushomelea bomba ambazo huwa wanatoboa hapa, wanatoboa na pale mwishoni. Hizo wanazotoboa wanachomelea bomba za kawaida ambazo zinakuwa ni nzito zaidi, ambazo zinaweza zikafika hadi kimo hichi hapa, kwa sababu gari nyingi hizi hapa zinaletwa kwa ajili ya kubeba mizigo. Sasa ikiwa kingo zake zimeishia hapa, wakati mizigo unayoibeba inafika mpaka huku, maana yake kuna uwezekano mizigo ikawa haiko salama kipindi cha safari. So wewe unaimiliki gari hii hapa, ukishakuwa nayo iongezee kingo. Kwa hiyo inategemea, unaweza kuongeza kingo ambayo ikawa inaishia hadi hapa ya chuma, na upande kule wa chuma, na kule mwishoni, ili mradi mizigo yako unapokuwa unaiweka inakuwa iko intact. Umeona? Kitu kingine ambacho unachotakiwa ili mradi hii gari iweze kudumu, hapa katikati huwa linawekwa carpet. Kuna makapeti fana ambayo yanakuwa ni mazito ambayo unayalaza hapa. Hiyo inasaidia hii isichubuke au kuanguka, kwa sababu mizigo inapokuwa inashushwa, inapandishwa, hapa panakuwa panachubuka. Kwa hiyo hii inasaidia unapokuwa umeweka carpet, maana yake mizigo inakuwa haikuangui wala kushusha. So hivyo ndo inavyokuwa. Tuifunge gari yetu hapa. Yes, tufunge na gari yetu upande huu. So mbali na kukwambia hayo, naomba nikwambie sasa changamoto za hii gari pamoja na bei ambayo wewe unaitaka kuimiliki gari kama hii hapa.
basi uandae kiasi gani cha bei ambacho kinakutosha kwa ajili ya kumiliki gari hii hapa. Watazamaji wetu, hapa upande wa mbele kuna vitu vichache sana ambavyo unaweza ukaviangalia, labda inaweza ikakuongezea chochote kitu kwa wewe ambaye ni mtazamaji, lakini kwa wale wamiliki wa hizi gari wanakuwa nafahamu. Cha kwanza, ukitaka kuweka maji ya wiper unawekea hapa mbele, umeona. Ukiwa umekaa nje ya hii gari unaweza kuhisi hapa pafunguki, lakini panafunguka. So maji ya wiper yanakaa hapa, lakini engine coolant inakaa hapa, umeona. Nani chake kiko hapa, lakini pia hapa katikati kuna mfumo wa AC ambao ni huu hapa, umeona, pamoja na rejeta yake iko hapa. Kwa ukitaka kuweka nanili kwenye kuifungua rejeta vizuri inabidi utoe isho yake hii hapa ambayo ni ya plastiki ambayo unaweza ukaitoa hapo, umeona. So hapo ni kwa upande wa mbele. Najua utakuwa unajiuliza injini yake inakaa wapi. Injini yake inakaa hapa ndani. So hii ni gari ambayo injini yake ukitaka unakuja unafungua hii siti hapa chini, inakuwa ina kibatani cha kupush. Kwa hiki kibatani cha kupush ukishakifungua unakuwa kuna kikamba kama hichi hapa. Kazi ya hiki kikamba ni kuweza kunasia hapa, lakini hapa chini ndio kuna injini yake, lakini pia jeki huwa inakaa hapa chini pamoja na spana. Kwa mfano hapa jeki yake hii hapo na wheel spana yake na yenyewe pia iko hapo chini. So hivyo ni vitu ambavyo vimejificha ficha katika Suzuki Carry. Lakini mbali na hayo pia hizi Suzuki Carry zipo ambazo ni za direct injection, zipo ambazo ni za carburetor. So hii tulionayo hapa nyuma yetu hapa ni ya direct injection. Na wateja wengi wamekuwa wanapenda sana kununua ambazo ni za direct injection kwa sababu hazisumbui sana kama za carburetor zinavyosumbua. Hiyo ni kutokana na watumiaji wenyewe ndio huwa wanasema vile. Lakini kwa nini direct injection haisumbui, kwa nini carburetor inasumbua? Ni kutokana na mfumo wake wa kuchoma mafuta. Kuna moja ambayo ukikuwa ni kipindi cha mvua na baridi inakuwa inasumbua, na kuna nyingine ambayo haisumbui. So wengi wanapenda kutumia za direct injection kwa sababu hazina changamoto katika upande wowote, na kusumbua kwake huwa kunakuja kwenye kuiwasha. Umeona pale kwenye kuwasha ndio panakuwa pana changamoto. Tumeshawahi kufanya review ya Suzuki Carry nyingine ambayo tuliweza kuelezea tofauti ya masuala ya carburetor pamoja na direct injection, na link yake iko mwisho wa kipindi hichi hapa. So unaweza ukatembelea hiyo video pia ukajifunza mambo mengi. Mbali na hayo, watazamaji wetu, naomba nimkaribishe staff wetu ambaye anahusika na kitengo cha operation, ambaye ni moja ya staff ambao wanahusika katika kwenda katika bandari pamoja na bandari kavu katika kuhakikisha mizigo ya wateja inatoka bila kujalisha ni muda gani, kwa sababu wateja wengi mmekuwa mnaona tu final product, lakini michakato mingine inakuwa inaendelea mnakuwa hamuifahamu. Bwana ndugu yangu, karibu. Asante sana. Hebu jitambulishe kwanza kwa wateja wetu wakufahamu, kwa sababu mara nyingi wananiona mimi, wao wanakuwa hawakujui. Ndio, kwa majina naitwa Elirehema Joseph Kelia, ni operation manager kutoka kampuni ya Cairo Intertrade Company Limited. Okay, nakumbuka Mr. Eli, ile Kilikui iliyopita wewe ndio uliendesha. Tuna kama Kilikui ni ya 3 sasa hivi tumeifikisha. Ndio. Ukiachana na magari makubwa kama Ho pamoja na Fuso ambayo tumeshayaingiza. Tofauti ya ile na hii hapa ni nini? Au tofauti wake kwanza ni kwenye performance. Performance ya Suzuki Carry hii na Suzuki Carry ile ni kwamba performance yake cha kwanza tofauti wake, hii hapa ina 4 wheel, afu ile nyingine Suzuki Carry ina 2 wheel. Kwa maana kwamba hii yenye 4 wheel inasaidia gari isiweze kunasa, na performance yake kwanza gari inakuwa ina nguvu. Gari ina nguvu muda wote kwa sababu inatumia matairi yote 4 kushinda ile ya 2 wheel drive. Kwa hiyo hii bwana, kwa kweli gari ni the best sana. Ni gari nzuri. Kama unahitaji kuagiza, wewe mteja unatuangalia na kushauri bwana uchukue gari ambayo ina 4 wheel, kwa sababu katika biashara zote kuna maeneo mbalimbali unapokwenda. Kwa hiyo unapokwama ukiweka zako 4 wheel, basi maisha yanaendelea. Okay, watazamaji, nadhani nimesikia mambo ya 4 wheel na 2 wheel drive na nguvu iko wapi. Okay, tukiachana na hayo, sisi kama maagent au watu tunaoingiza mizigo bila kujalisha ni bandarini au airport, kuna changamoto ambazo tunazokuwa tunazipitia, sisi tunazijua, ili madi kufanya mpaka gari mpaka leo iko hapa. Hebu tuongelee experience ya wewe bandarini mpaka unatoa hii gari mpaka nini. Changamoto zipi ambazo unahisi mteja anatakiwa tu azione, ajue kama hivi vitu watu tunakutana navyo ambavyo wao wanakuwa hawafahamu?
Kwa kweli wateja wetu, changamoto ambazo tunazokutana nazo huko bandarini wakati tunatoa magari ni kwamba mifumo sasa hivi imebadilika, kwa sababu upande wa system, zamani tulikuwa tunatumia TANSIS, sasa hivi tunatumia mfumo wa single window. Kwa maana ipi? Kwamba kwa hiyo wale wateja ambao wanalalamika kwamba magari yao yanachelewa kutoka ni kwa sababu ya mifumo ya system haijakaa vizuri. Pale unapoona gari lako limechelewa, sisi tunayafanyia kazi hayo mambo. Ndio maana tunaharakisha ili wateja wetu tuweze kuwafikishia magari yenu kwa wakati. Ndio maana hata hivyo tunahangaika, tunatoa magari yenu usiku. Kwa hiyo ni lengo kubwa ni kuhakikisha mteja wetu unapata gari lako kwa wakati. Nashukuru sana. Okay, naomba tusiwachoshe ndugu watazamaji wetu. Naomba tumalizie kwa kuambia kwamba gari yetu hii hapa imefika kwa gharama ya shilingi milioni 17 za Kitanzania. Kama ambavyo tumetoka kusema kwamba gari hapa ni gari ya biashara, ni gari ya kazi. So hata kwa wewe ambaye ndio unatuangalia kwa mara ya kwanza, ukiwekeza milioni 17 katika gari kama hii hapa, ni gari ambayo kila wiki inakwenda kuletea hesabu ya shilingi 120. Hapa ni kwa maeneo ya Dar es Salaam. Siwezi kujua kwa nje ya Dar es Salaam inakuaje, lakini kwa maeneo ya Dar es Salaam kila wiki ni 120,000. Kwa hiyo kila mwezi ni 480,000. Tuashumu kama vile ukitoa shilingi 80,000 ni kwa ajili ya maboresho na matengenezo ya gari, kila mwezi una uhakika wa kuingiza shilingi 400,000 katika gari hii hapa. Sawa. So ukikaa nayo kwa kama miaka 2 3, hela yako inakuwa imekwisha kurudi, na hizi ni gari ambazo zina uhakika wa kuishi mpaka miaka 5 as long as unafuatilia service pamoja na mambo mengine. Naomba nisikuchoshe, ulikuwa na mimi Mr. Sabi, nyuma ya kamera alikuwepo J Wine pamoja na operation wetu anaitwa Mr. Elilehema. Till next time, sisi ni waagizaji na wauzaji wa magari. Namba zetu zinapatikana chini kwenye maelezo. Usiache kutufollow katika Instagram pamoja na YouTube page zetu. Ciao. Cairo Intertrade niamini hao ndo wakali wa kukuagizia kila mizigo hadi magari. Kila chocho kuna pini, tupe posho wende mjini mteja jisikie mfalme, we gon get it. Anataki kuendesha gari ya ndoto zake, tupe kazi tuilete gari ya ndoto zako. Kampuni ziko nyingi la Cairo ina raha yake, ukiagiza wiki haikati, kila mteja anapata mzigo wake. Clearing and forwarding, all of those we care. Kwenye mitatu naaminika